Uhali gani mwanafamilia, I hope uko poa kabisa. Karibu tena kwa mara nyingine kwenye hii channel yetu upendo. Basi niweze kukujuza yaliyo mengi ambayo yanaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kusitu, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu upendo, basi chini ya video hii upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa hii channel yetu upendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment, kuacha maoni yako kwa kile ambacho nitakuwa nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana. Bwana, nadhani wewe unafahamu kile ambacho kinaendelea kati ya Aziz Ki pamoja na Hamisa Mobeto. Bwana, wawili hawa tunafahamu kama walikuwa na ndoa, waliweza kufunga ndoa ya kifahari kweli kweli, ndoa gharama. Lakini pia huyu mwanaume Aziz Ki aliweza kumtolea mahali kubwa sana huyu mwanamke, licha kwamba ni singomaza watoto wawili, lakini pia hata umri wake kidogo umeweza kusogea, lakini hakujali hayo yote. Ni dhahiri kabisa alikuwa na mapenzi ya dhati kabisa juu ya huyu Hamisa Mobeto, ndio maana akaweza kumtolea ile mahali kubwa sana, takribani milioni 30 hivi. Sio kitu ambacho ni cha kawaida, so jambo ambalo ni jepesi kwa kiasi hicho. Ndio maana watu wengi sana waliweza kushangazwa kwa kile kitu ambacho huyu Aziz Ki aliweza kukionyesha. Mwanamke ambaye ni single mother wa watoto wawili, lakini pia hata umri wake kidogo umeweza kusogea, lakini ni mtu ambaye ni famous, ni sister duo, na akaweza kumtolea mahali takribani milioni 30 hivi, kitu ambacho kiliweza kuwashangaza walio wengi mno. Lakini ile ilionyesha dhahiri kabisa huyu Aziz Ki na mapenzi ya dhati kabisa juu ya huyu mwanamke. Sasa bwana, kama ambavyo wanasemaga siku zote bwana, kunguru huwa hafugiki. Bwana, kunguru huwa hafugiki. Kusema kwamba kunguru hafugiki, basi jua fika wanakuwa na maanisha upande wa pili kwa sisi binadamu, kwa sababu kunguru ana tabia fulani hivi. Kunguru ni mtu ambaye anarukaruka, hawezi kutulia sehemu moja. Kwa hiyo kimfuga lazima atakusumbua tu. Kwa hiyo hii dhana imekuja kwenye maisha ya kibinadamu, akisema kwamba yule ni kunguru ambaye afugiki. Ni dhahiri kabisa ni mtu ambaye huwezi kumbadilisha hata kidogo. Ndicho kitu ambacho kimeweza kuonekana kwa huyu bibie Hamisa Mobeto. Bwana, ameweza kudhihirisha kama yeye ni mwanamke ambaye hafai, pengine ndo chanzo cha yeye kuweza kuzalishwa hao watoto wawili wote na hao wanaume wawili, na kuweza kufanyaje kuachwa hapo hapo, kwa sababu sura nzuri anayo, shape nzuri anayo. Sasa kwa nini hao wanaume walimzalisha tu na kuweza kumwacha? Jua fika kabisa huyu mtu bwana, kuna dosari, kuna changamoto kwenye mienendo yake, pengine ya tabia, kwenye lifestyle yake na vitu vingine kadha wa kadha. Ndio maana hawa wanaume wote waliweza kumuona ni mwanamke ambaye hafai na kumzalisha tu na kumwacha hapo hapo, kwa sababu angekuwa anafaa basi angeweza kutulia ndani kuolewa, kwa sababu sura nzuri anayo, shape nzuri analo, ni mtu ambaye ni hustler na pambana. Sasa kwa nini hakuweza kudumu kwenye hayo mahusiano na hao wanaume? Ndio kitu ambacho pengine ndo chanzo, pengine kimesababisha hayo yote, maisha yako ya mapito yake ya nyuma, kuzalishwa, mahusiano yake yaliyopita, vitu kama hivyo. Ndo kitu ambacho kimeweza kuonekana hadi hivi sasa kwenye mahusiano yake pamoja na Aziz Ki. Bwana, wawili hawa wameweza kushindwana kabisa. Nikisema kushindwana, nadhani unakuwa unanifahamu vizuri kabisa kitu gani namaanisha, kwamba wawili hawa wameweza kuachana. Lakini mbaya zaidi, nafahamu mtu akitaka kumwacha mtu basi kati ya mwanaume na mwanamke, obvious mara nyingi mwanaume ndiye ambaye huwa anafanya decision kwamba I say mimi nimekushinda wewe mtu, naomba nikupatie talaka yako, fanye maisha yako huko. Lakini mwanamke kufanya hicho kitendo sio kitu ambacho ni chepesi. Hata kama anakumbana na changamoto kibao, wengi kudai taraka inakuwa changamoto, ana move on tu kimya, vitu kama hivyo. Sasa kilichoweza kuwastajabisha wengi sana, kuweza kuwashangaza walio wengi, ni kitendo ambacho huyu Hamisa Mobeto ameweza kukifanya. Unafahamu kama wawili hawa wanaweza kuachana, basi huyu Aziz Ki ilibidi ndiye atoe hiyo talaka, ili basi ampatie huyu Hamisa Mobeto kila mmoja aweze kuchukua 50 zake. Lakini mambo yamekuwa vice versa kabisa bwana, kwa kitu ambacho kimeweza kudhihirisha dhahiri kwamba huyu Aziz Ki bwana aliuziwa mbuzi kwenye gunia kabisa, na wengi walitabiri kwamba ile mahusiano basi hawezi kudumu hata kidogo. Yule Hamisa Mobeto yupo tu kwa Aziz Ki kimaslahi, na ndicho kitu ambacho kimeweza kuonekana hivi sasa. Ni dhahiri kabisa yule mwanamke alikuwa tu kimaslahi, achume mali zake, aweze kutambaa, aweze kufanya maisha yake mengine. Lakini kuhusu mapenzi, hakuwa na mapenzi ya aina yoyote ile, kwa sababu dalili zote tumeweza kuziona. Tunafahamu Aziz Ki ilibidi ampatie talaka
mwanamke huyo, lakini cha ajabu mwanamke huyo ndiye ambaye ameweza kumpatia talaka huyu Aziz Ki, kwamba mimi sikutaki. Sifahamu sasa hapo dhana inakuwa ipi, kwamba yeye ndo aliweza kumoa mwanaume au vipi? Lakini ndicho kitu ambacho ameweza kukifanya, kitu ambacho kimeweza kuwashangaza wale wengi sana, sasa kwenye familia za kwetu kama huko Afrika, Tanzania. Si kitu ambacho ni chepesi, sio kitu ambacho kimezoeleka, ni kitu ambacho ni kigeni sana masikioni mwetu, pia hata machoni mwetu, kwa kitu ambacho huyu Hamisa Mobeto ameweza kukifanya. Sababu tunafahamu kwa akili tu ya kawaida Aziz Ki sio mtu wa maskendo, sio mtu wa hayo mambo, basi changamoto tu lazima itakuwepo kwa huyu mwanamke, mwanamke. Lakini Aziz Ki wengi wanamtetea na kusema kwamba Aziz Ki hana kosa lolote lile. Kwa hiyo wawili hawa wameweza kushindwana kabisa, kila mmoja ameweza kuchukua 50 zake, kutokana vile ambavyo mwanamke huyu sio mtu ambaye wakutulia, sio mtu ambaye anamheshimu mume wake, sio mtu ambaye ana mapenzi ya dhati juu yake. Ni alikuwa naye tu kimaslahi aweze kuchuma mali zake, lakini kwenye mapenzi hana kabisa. Ndicho kitu ambacho kimeweza kudhihirika dhahiri, kwa sababu ameweza kumpatia talaka huyo mwanamume wake. Kwa hiyo hivi sasa wawili hawa sio wanandoa. Bwana maskini Aziz Ki alikuwa anatarajia pengine wawili hawa basi huyu mwanamke wake ataweza kumpatia watoto, watakuwa na familia, lakini mambo yamekuwa kinyume kabisa. Bwana aliweza kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Lakini kuna watu waliweza kumshauri, lakini yeye hakuweza kusikia. Kama hapo siku zote wanasemaga sikio la kufa halisikii dawa. Bwana mapenzi ni upofu. Akisema mapenzi ni upofu, juu afika kabisa, na kuwa na maanisha kwamba ukiwa unampenda mtu basi madhaifu yake huwezi kuyaona, hata au makosa yake basi unakuwa unayadogosha, na kwa hayaonekani kwa ukubwa ule ambao unapaswa. Ndicho kitu ambacho Aziz Ki aliweza kukiona kwa hiyo mwanamke. Aliweza kumwona ni mwanamke ambaye anafaa, lakini bwana kumbe si mwanamke ambaye anafaa. Alikuwa naye tu kimaslahi aweze kuchuma mali zake, ili basi aweze kufanya maisha yake mengine huko. Ndio maana wawili hivi sasa hawapo tena kwenye mahusiano. Bwana ni habari ambazo zinahuzunisha kwa kiasi kikubwa sana. Bwana mambo ndivyo yalivyo. Una maoni gani juu ya hilo? Uacha comment hapo, make sure drop comment yako ili basi tuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Lakini nikukumbushe tu kwa mara nyingine, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu Upendo, na subscribe chini ya video hii upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa hii channel yetu Upendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment kwa maoni yako kwa hicho ambacho nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana. Bwana mambo ndivyo yalivyo. Mpaka hapo mimi sina la ziada, na nikutakia wakati mwema, tukutane next time. Lakini usisahau kuacha comment yako basi tuweze kwenda kwa uzuri kabisa, na kwaheri, bye bye.